Haleluya. Mungu awabariki na Mungu azidi kuwapenda na kuwainua na kuwasimamisha vyema kwenye agano lake la milele, na azidi kumpa neno la ushindi. Kusiwe kitu chochote kitakaposimama mbele zako kikutenge na upendo wa Mungu. Pokea neno la ushindi kwa lile jambo na jaribu ambapo linainuka mbele zako. Mungu akupe neno la kushinda. Maandiko ya Mungu yako kwenye kitabu ambacho ni cha Warumi, mahali ambapo tunaenda kuangalia wakati wa jioni ya leo. Neno la Mungu liko kwenye kitabu cha Warumi ni 8 pale mstari wa 37 tukiteremuka mpaka 39. Inasema hivi: lakini katika mambo hayo yote tuna shida, na zaidi ya kushida kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala mamlaka wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayo kuwapo wala wenye uweza wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kunitenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Oh, haleluya. Bwana awabariki na aweze kuwainua. Maandiko ya Mungu inatufahamisha ya kwamba katika mstari huu inanena kuhusu, lakini katika mambo hayo yote tuna shida, na zaidi ya kushida kwa yeye aliyetupenda. Bwana asifiwe. Kuna yeye aliyetupenda ambao ni Bwana wetu Yesu Kristo. Anatuelpea guiding ya kwamba sisi ni washindi. Damu ambapo tunaoikiri usiku na mchana, hakika inatupa neno la ushindi. Ndipo Paulo akaongea neno hili katika kanisa la Warumi, na akasema ya kwamba katika mambo hayo yote tuna shida na zaidi ya kushida. Tuna shida na zaidi ya kushida. Hebu pokea hiyo neno na uweze kuliweka moyoni mwako. Utashida na zaidi ya yote utaitika mshindi. Akateremka na kusema ya kwamba maana nimekwisha kujua katika hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala mamlaka wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakaye kuwepo wala wenye uwezo. Hivyo kuna mambo ambapo aliyoyaona Paulo, na akasema ya kwamba hayataweza kumtenganisha na upendo wa Kristo. Wenda ikawa kuna roho ya mauti ambapo inaweza famia na inaweza ona ya kwamba imeingilia ndoa yako, imeingilia familia yenu, imeingilia hata muji yenu, hata imeingilia kila wakati kikusukuma ili ya kwamba ikutenge na upendo wa Mungu. Umasikini unaweza inuliwa ukusukume, na hata wengine unaona ya kwamba wameingia katika njia zisizo za haki, wanapata pesa kwa njia ambazo hazimpendezi Mungu, naye unaona ya kwamba ni kana kwamba utakibiria huko ili upate dhahabu, kwa maana wanapata kwa wingi. Hiyo yote shida na umasikini, ninakwambia kwamba hautaenda kwa mauti ili yapanda upate pesa, bali omba Mungu ya kwamba akupe ushindi. Vumilia, maana Yesu, kwa Mungu ndiye kuna utajiri tosha. Kwa Kristo ndiye kuna utajiri ule ulio mwingi. Hautaenda katika ajili ya umasikini ngati ya kwamba uweze ukainamie mtu ili ya kwamba akutajirike, ama uwe ama uangamize ili ya kwamba upate pesa. Hauti hiyo yote isije ikakuigia ikasababisha umtenge upendo ambapo Mungu aliyekupenda nao. Ndipo Paulo akasema ya kwamba katika hili neno, sikiliza vizuri, anasema ya kwamba
inasema ya kwamba hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala mamlaka, hata ukiahidiwa kitu chochote ambacho unachoona ya kwamba tenda hii ili ya kwamba upate kitu, tenda hii ili ya kwamba ufanikiwe, lakini jambo ambapo unaambiwa ya kwamba uitende, ukiangalia hailingani na ile mwito ambapo umeitwa na Mungu na kulingana na vile ambavyo wewe unaojua Mungu alivyo, ile jambo, ndipo Paulo akajaribu kuelezea kwamba wala wenye mamlaka wanaweza kukuamulisha utende jambo ili ya kwamba uweze kushukisha, ili chuki iweze kuonekana kati yako na Mungu wako. Hayo mamlaka ambapo wanaoitumia haitatuma umtenge upendo wa Mungu. Jioni ya leo ninaamini ya kwamba hakika wewe umeweza kuelewa hayo maandiko vile inavyosema. Sikiliza vile anavyozidi kusema ya kwamba wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kunitenga na upendo wa Mungu. Ninataka ukiri jioni jema ya kwamba wewe ni mshindi, na uzidi kuitika mshindi. Ujue ya kwamba unautabue mambo mengi yanaweza kuja yakikusonga, ili ya kwamba yakufundishe njia ya kutoka kwenye upendo ambao Mungu aliyekupenda nao na uliompenda nao. Elewa ya kwamba hayo aidha ni mamlaka, aidha ni wenye mamlaka wa kushauri na njia gani, aidha ni watu wanaojaribu kuileta ili ya kwamba uhesabike kuwa wewe ni wauaji, ama wengine wanajaribu kukuahidi uzima, lakini ule uzima unaoangalia wale wanaokuahidia wanaona ya kwamba ikana kwamba watakuja wakukusukume, wakutoe katika njia ambapo ni ya upendo wako na Mungu. Paulo akakiri akasema ya kwamba hakuna kitu kitakayenitenga na upendo wa Mungu. Naomba ya kwamba jioni jema pewa neno linaitika ushindi. Ujapopita kwenye majaribu ya namna gani, ukijaribiwa na watu, ukijaribiwa na vitu, ukijaribiwa mambo ya namna gani, jaribu lote lisije likakutenga na upendo wa Mungu. Na kuombea jioni ya leo, pata neno la ushindi kama vile Paulo alivyotangulia na kusema ya kwamba kwa ajili ya yote sisi ni washindi, na zaidi ya hayo sisi ni washindi. Pokea neno la ushindi. Ujapojaribiwa, pokea neno linaitika ushindi. Unaposimama katika dhiki, pokea neno linaitika ushindi. Vita vinavyoinuliwa na mnyama ambapo ni shetani yakijaribu kukustaki na kukusukuma katika mabaya, pokea